hawajui wewe ukoje. Ninaona mtu mmoja ana neema kubwa kabisa, na ninakuombea mashetani watajuta mbele yako leo. Upako uwe juu yako, upako utakuwa juu yako. Hakuna mchawi atasimama mbele yako wala pepo. Inua mikono yako juu, sema na iwe hivyo, sema na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Shusha mikono. Ngoja nimwonyeshe mwingine, sio huyo tu. Waone watu kadhaa ambao shetani hawezi kusimama mbele yao na huenda hawajui, lakini uko kwenye ibada hii na kuthibitishia adui hata simama mbele yako wala mbele ya ndugu zako, na hataweza kusimama kabisa. Na uko kwenye ibada hii, natamani hapa ulipo namna hii uione neema ya Mungu ya ajabu ambayo mfano wake haupo. Kuna neema ndani yako, mashetani hawataweza kukatisha mbele yako. Umebeba uwezo ambao sio wa kawaida. Ndani yako kuna mamlaka ambayo sio ya kawaida, na nataka nikwambie uko kwenye ibada hii na kuthibitishia mashetani hawatasimama mbele yako, hawataweza. Una mamlaka ambayo sio ya kawaida, na nakwambia hiyo mamlaka ni mamlaka ambayo kuzimu inaiogopa, mashetani wanaogopa. Utakuwa na upanga wa Bwana, utakuwa na upanga wa Bwana, na umevalia mavazi ya vita. Wewe ni mpiganaji upande wa Bwana, na nakwambia adui atajuta kwa ajili ya mamlaka hii. Pokea neema zaidi kwa jina la Yesu. Pokea neema zaidi kwa jina la Yesu. Pokea neema zaidi kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, niko hapa, usinipite, usinipite kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Amen. Siku moja mtu mmoja alitoka hapa ibadani. Wewe unaona Wakristo hawa waumini, yeye alienda kuona, alionyeshwa usiku watu kadhaa wamevaa mavazi ya vita, na wengine anawajua, yeye anajua ni washiriki tu. Nataka nikwambie kwamba kuna watu Mungu anawaweka kwenye ufalme wake kwa ajili ya mapambano, na anakwambia hawawi wa kawaida. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawawi wa kawaida, wanabeba mamlaka ya huyo Mungu aliye hai, na kila mahali wakienda adui anashughulikiwa, mapepo wanashughulikiwa, majini wanashughulikiwa, ufalme wa giza unashughulikiwa. Sasa ngoja uone dakika chache, uone mtu mwingine ambaye hajui kwamba ana mamlaka kubwa sana. Yeye hajui, yeye mamlaka yake si ya kawaida, lakini hajui. Kwa hiyo na yeye anataka awe analialia na kulalamika, badala ya kutoa tu amri moja adui alisalimisha. Kutoa tu amri moja. Wakristo hatufanani, hata yale maombi tunayoomba yanakuwa tofauti kidogo. Ndio nataka uone tu, ngoja uone. Unaweza ukawa na upako maalum, unaweza ukawa na upako maalum, kumbe wewe ni komando kwenye ufalme wa Mungu, alafu na wewe unalialia, lakini kumbe wewe sio wa kawaida. Hebu uone tu,
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwingine ninamwombea aende akashughulikie madhabahu ambayo iko kwao na kwenye ukoo wao, kama Gideon vile. Aende, unaenda na upako huu, na mimi ninaachia upako juu yako. Iko madhabahu kwenu na ndugu zako wanapotea, vipawa vinafungwa. Pokea upako huu, nenda na upako huu, pokea upako kwa jina la Yesu, na ile neno la Mungu liende na wewe kwenu huko, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea upako. Hiyo madhabahu ambayo iko kwenu, mapepo wanaitumia leo hii, hii neema kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu tena, sema Bwana Yesu, umenileta kwenye ibada hii, unazo sababu, endelea kunisaidia kwa jina la Yesu. Kuna kitu natamani utamke hapa. Kama kuna kijiji wewe ulizaliwa, nakupa dakika 5, utasema moyoni mwako, madhabahu ya giza ambayo iko mahali nilikozaliwa ninaivunja leo kwa jina la Yesu. Una dakika 1, wewe omba. Taja tu kijiji na mahali ulikozaliwa, mahali ulikozaliwa. Kama nyota zenu zilifungiwa hapo, zinaachiwa kwa jina la Yesu. Kama mapepo wanaowatesa wanatokea hapo, tayari ulikozaliwa, uchawi ulio mahali ulikozaliwa, mahali ulikozaliwa, huyo mganga atakiona cha moto, huyo mganga atakiona cha moto, huyo mchawi na mganga atakiona cha moto kwa jina la Yesu. Kwa jina, tunaenda kwenye kijiji hicho, naenda na upako nilionao sasa, naenda kwa upako nilionao sasa. Achia nyota zao, achia vipawa vyao, achia nyota zao, achia vipawa vyao, achia nyota zao, achia vipawa vyao kwa jina la Yesu. Unamuoa, huna uwezo. Hiyo mauti ambayo inatoka mahali ulikozaliwa na kutokea, leo tunaiharibu hapa, leo naiharibu hapa, leo naiharibu hapa. Familia ambayo imefungwa kwenye hicho kijiji, wale ambao mmefungwa kwenye hicho kijiji, hiyo madhabahu inavunjika leo, hiyo madhabahu inavunjika leo. Achia baraka zao, achia utajiri wao, achia elimu yao, achia kila kitu, achia ndoa zao, 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 achia ndoa zao kwa jina la Yesu, achia ndoa zao kwa jina la Yesu, achia ndoa zao, achia mapepo mliotumwa kwenye ndoa kutoka kwenye madhabahu za kwenye ukoo na kule kijijini, achia moto unawaka. Huyo mume wako anaachiliwa, mume wako anaachiliwa, mume wako anaachiliwa, mume wako anaachiliwa, mume wako anaachiliwa. Moto unawaka, achia mara moja, achia mara moja, achia mara moja. Kuna moto unawaka hapa, kuna moto unawaka, kuna upako unatembea. Yes, mwanamke yeyote ambaye mume wako ametumiwa pepo akafungwa, leo hapa nimesimama kwenye hii madhabahu, huyo pepo anamwachia mume wako, anamwachia. Pepo ondoka, achia mumewe, achia mume wake, achia mume wake, achia mume wake kwa jina la Yesu, achia mume wake. Kuna mwanamke uko hapa,
mume wako hawezi kupata hata 100, lakini amefungwa tu. Leo namfungua hapa kwa jina la Yesu. Pokea upako. Umehudhuria ibada yangu, unapata upako huu, na mume wako anafunguka, mume wako anafunguka, mikono na nyota yake inaachia. Huyo mumeo anatakiwa kuwa na fedha ya kulelea watoto na kupeleka shule, na achia upako huu juu yako na juu yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, achia, achia. Inua mikono yako juu, sema maneno haya, sema upako huu ninaupokea kwa ajili ya familia na ndoa yangu. Ongea mara ya pili, sema upako huu na neno hili nalipokea kwa ajili ya ndoa yangu na familia yangu. Upako huu sasa ninagusa familia yangu na ndoa yangu. Dakika moja, kaa katika uwepo wa Mungu. Hivyo hivyo kimenyosha mikono. Ngoja uone. Kama unafikiri maneno haya tunaongea tu, ngoja uone ulipotamka hivyo. Ngoja uone. Hata huyo mwanamke aliyeolewa kwenye familia ambayo watu wanafungwa kabisa, wamefungwa kabisa, kwa ajili ya kwako mume wako atakuwa huru. Nakwambia, nimekwambia maneno hujatamka bure. Ndoa za watu zinafunguka, ndoa za watu zinafunguka. Huyo mume wako anafunguliwa, huyo mume wako anafunguliwa, anafunguliwa. Wababa wengi wamefungwa pia wasiwe na hali nzuri ya uchumi, ili washindwe kulea familia. Wewe endelea kuinua mikono. Wamefungwa ili wasiwe na uchumi, ili washindwe kulea. Wewe inua tu mikono. Kama wewe ni mke wa mtu kwanza, wengine shusha. Kama wewe ni mke wa mtu, inua mikono juu. 1, 2. Kwa neema Mungu aliyonipa, huo uchumi ambao umefungwa kwa mume wako, 2.5, huo uchumi ambao umefungwa kwa mume wako, na hiyo nyota iliyochukuliwa itakuwa inarejea. Kipawa kilichochukuliwa kitakuwa kinarejea kila mahali. 3, achia, 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 achia. Mapepo achia, wachawi achia, umasikini achia, roho za giza achia. Achia mume wake, achia ndoa yake kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Achia kwa moto, achia kwa moto, achia kwa moto, achia. Waume ambao wamefungwa, baba za watoto waliofungwa, achia, achia uchumi wao, achia uchumi wao, achia uchumi wao, achia uchumi wao kwa jina la Yesu. Badani petu hatuji hapa kukaa na kufurahi sana. Hapa ni kwenye mapambano, lazima waachiliwe. Moyoni mwangu sijui kwa nini nasikia hivyo. Wanawake, wewe una mume, naomba bado inua mikono yako juu. Kwa ajili ya ibada ya leo kuna kitu kitatokea. Haijalishi mume wako hayuko hapa. Tunaomba neema kwa ajili yake na tunatubu kwa ajili yake kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna kitu ambacho kinaenda kutokea. Kuna kitu kinaenda kutokea kwa damu ya Yesu na jina la Yesu. Wingu liko hapa na upako uko hapa. Utakuja kuleta ushuhuda. Na mwingine mume wako analewa sana, ni pepo. Ni pepo. Hata huyo pepo ataachia. Ataachia huyo mume wako ambaye analewa sana. Kule nyuma, pepo uliyekuja kwa ajili ya ulevi, toka. Toka. Pepo uliyekuja kwa ajili ya ulevi, toka. Huyo mume wake namfungua leo. Namfungua
namfungua leo, namfungua huyo mwanaume. Anafunguliwa kwa ajili ya mke wake, yuko hapa, anafunguka. Ndugu zangu, kuna upako unapita. Inua bado mikono yako juu. Kama mume wako ana kifungo chochote, taja jina lake. Nakupa dakika moja, taja jina la mume wako, halafu useme ya kwamba leo ninamuunganisha na upako huu. Utasema afunguliwe leo, muunganishe na upako. Hebu taja hilo jina, taja tu dakika moja. Kama alifungwa na madhabahu yoyote na uchawi wowote na pepo yoyote na nguvu za giza zozote, atakuwa anafunguka kwa jina la Yesu. Shetani achia. Tayari ukitaja jina hapa, kuna upako tayari. Ukishataja jina, kuna upako wa Mungu aliye hai hapa tayari. Hilo jina ulilotaja linaunganishwa kwenye ibada ya leo, na yeye anafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie mume wake.